ndoto ya kuwa mfalme wa Scotland. Fikiria kiongozi wa kijeshi kutoka Afrika Mashariki, mwenye sauti nzito na tabasamu lisilotabirika, anakaa ofisini mwake Kampala, kalamu mkononi, akimwandikia Malkia wa Uingereza barua ya mapenzi. Je, ni mapenzi ya kweli, mchezo wa akili? Ni mzaha au ni tishio lililofichwa? Ni siasa au ni wazimu wa madaraka? Hapo ndipo simulizi ya ajabu ya Idi Amin Dada na Malkia Elizabeth wa pili inaanza, si kwa risasi wala vifaru, bali kwa maneno yaliyokuwa mazito kuliko silaha. Katika miaka ya 70 ya karne ya 20, dunia ilikuwa ikimwangalia Idi Amin kwa hofu na mshangao. Alikuwa rais wa Uganda, dikteta aliyejitangaza kwa majina mengi ya kujipa hadhi, akiwemo mshindi wa dola ya Uingereza. Lakini nyuma ya kauli kali na vitisho, alichagua njia ya kushangaza kabisa kumkabili malkia wa taifa lililowahi kuitawala Uganda. Aliamua kuandika barua, sio barua ya malalamiko ya kawaida, sio barua ya kidiplomasia, bali barua ya ombi, ndoa. Ndiyo, ndoa. Amin alimwandikia Malkia Elizabeth wa pili akipendekeza awe mke wake wa pili. Je, alikuwa akimaanisha kweli? Au alikuwa akitumia taasisi ya kifalme ya Uingereza kama jukwaa la kejeli? Katika barua zake alizungumza juu ya kuunganisha walinzi wa Ulaya na Afrika, kana kwamba ndoa yao ingeponya makovu ya ukoloni. Lakini je, ndoa inaweza kufuta historia ya unyonyaji? Je, pete ya ndoa inaweza kubadilisha mipaka ya dola? Je, malkia angekubali pendekezo hilo? Amin hakusita kutumia lugha iliyochanganya, Kiingereza kilichovunjika na kejeli nzito. Alijitambulisha kama mtu aliyeshinda Waingereza, mtu aliyewafukuza kutoka Uganda. Kisha kwa mshangao wa dunia akadai kuwa kwa kumuua malkia angekuwa mfalme wa Scotland. Kwa nini Scotland? Kwa nini si Uingereza nzima? Swali hilo lilizua vicheko, lakini pia wasiwasi. Je, alikuwa akifahamu mfumo wa kifalme au alikuwa akicheza na alama zake kwa makusudi? Katika moja ya barua zake, Amin alimwalika Malkia Elizabeth wa pili aje Uganda kufurahia uzito wa hewa safi. Maneno hayo yalikuwa ya ajabu. Uzito wa hewa safi ni nini? Je, alikuwa akimaanisha uhuru au alikuwa akitania anasa za kifalme? Kisha akaongeza ahadi ya kumlisha ng'ombe mzima kama kisasi cha ukarimu wake. Kisasi. Neno hilo halikuwa la bahati mbaya. Lilikuwa kumbukumbu ya historia ya himaya, chakula kikigeuzwa kuwa ishara ya nguvu. Kwa Amin, barua hizi hazikuwa tu mawasiliano ya kibinafsi. Zilikuwa silaha za kisiasa, zilikuwa tamasha. Zilikuwa njia ya kudhalilisha Uingereza bila kutumia bunduki. Alikuwa akicheza na fahari ya kifalme, akigeuza heshima ya taji kuwa jukwaa la mzaha wa kimataifa. Je, malkia angejibu? Je, angekasirika? Je, angepuuza? Kila chaguo lilikuwa na maana. Ndani ya ikulu ya kifalme, barua hizi hazikuchukuliwa kwa kicheko tu. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa Malkia Elizabeth wa pili alimwona Idi Amin kama mtu wa kutia wasiwasi, sio tu kwa lugha yake ya ajabu, bali kwa sifa zake kama dikteta aliyekuwa akihusishwa na mauaji, ukatili na kutotabirika. Hakujibu mapendekezo hayo, hakukubali wala kukataa hadharani. Ukimya wake ulikuwa jibu lenye uzito kuliko maneno. Lakini ukimya huo haukumzuia Amin. Aliendelea kujitangaza, kuandika telegramu na kutuma ujumbe uliochanganya kejeli na majivuno. Alijiona kama mfalme asilia taji, akijipa haki ya kudai vyeo vya kifalme vya Ulaya. Aliposema angekuwa mfalme wa Scotland, alikuwa akitoa pigo la kisaikolojia kwa Waingereza. Scotland ilikuwa sehemu ya utambulisho wao wa kihistoria. Kuichezea ilikuwa kama kugusa mishipa ya fahari ya taifa. Je, alikuwa akilenga Waingereza au Waafrika? Kwa Waafrika, alijionyesha kama shujaa aliyewadhalilisha wakoloni wao wa zamani. Kwa Waingereza, alikuwa kero, mzaha hatari, dikteta asiyetabirika. Katika mchezo huu wa barua, Amin alikuwa akijengea taswira ya mtu asiyeogopa chochote, hata taji la kifalme. Ndani ya Jumuiya ya Madola, hatua hizi zilionekana kama fedheha. Amin alikuwa akipendekeza ndoa ili atawale pamoja jumuiya hiyo. Je, alielewa Jumuiya ya Madola ni nini? Au alikuwa akitumia jina hilo kama alama ya nguvu za zamani za Uingereza? Kwa kusema angeitawala, alikuwa akisema kuwa enzi ya Waingereza ilikuwa imekwisha na sasa ilikuwa zamu ya wale waliowahi kudharauliwa. Barua hizo zilikuwa na sauti miliki, sauti ya kudai, sauti ya kiongozi aliyekuwa akijiona juu ya sheria na mila, lakini pia zilikuwa na sauti ya ucheshi mweusi. Kumwalika malkia kula ng'ombe mzima, kumwambia atafurahia hewa nzito, kumtaka awe mke wa pili. Ni nani angeandika hivyo kwa malkia bila kuchelea matokeo? Kwa watazamaji wa leo, simulizi hili linaonekana kama kichekesho cha kihistoria, lakini wakati huo halikuwa la kuchekesha kabisa. Lilikuwa kioo cha mvutano kati ya wakoloni wa zamani na watawala wapya. Lilikuwa dalili ya jinsi baadhi ya viongozi walivyotumia kejeli kuficha hasira na majeraha ya kihistoria.
Lilikuwa pia onyo la jinsi madaraka yasiyo na mipaka yanavyoweza kumfanya mtu aamini lolote linawezekana. Malkia Elizabeth wa pili hakuwahi kumjibu Idi Amin kwa njia aliyotaka. Hakukuwa na barua ya mapenzi, hakukuwa na telegramu ya shukrani, hakukuwa na kukubali wala kukataa hadharani. Kulikuwa na umbali wa kifalme, umbali uliomlinda yeye na taasisi aliyoiwakilisha. Kwa kufanya hivyo, alikataa kuingia katika mchezo wa Amin. Lakini Amin alipata alichotaka. Alipata umakini wa dunia, alipata vichwa vya habari, alipata nafasi ya kudhihaki Uingereza bila kufyatua risasi. Katika akili yake, hilo lilikuwa ushindi. Alikuwa amecheza na taji la kifalme na kubaki hai kisiasa, angalau kwa muda. Miaka ilipopita, utawala wa Amin ulianguka. Ndoto yake ya kuwa mfalme wa Scotland ilibaki kuwa hadithi ya ajabu. Barua zake zikabaki kwenye kumbukumbu za kifalme kama ushahidi wa wakati ambao siasa zilivuka mpaka wa mantiki. Lakini simulizi hilo linaendelea kuvutia. Kwa nini? Kwa sababu linaonyesha nguvu ya maneno. Linaonyesha jinsi kejeli inaweza kuwa silaha. Linaonyesha pia jinsi historia ya ukoloni ilivyoacha majeraha yaliyotafuta njia zisizotarajiwa za kujieleza. Je, Idi Amin alikuwa akitafuta mapenzi au heshima? Je, alikuwa akitania au alikuwa na ndoto ya kweli ya kifalme? Je, Malkia Elizabeth wa pili alimuona kama mzaha au kama tishio? Maswali haya hayana majibu rahisi, lakini labda hilo ndilo uzuri wa simulizi hili. Linaishi kati ya kicheko na hofu, kati ya siasa na wazimu, kati ya historia na tamthilia. Kwa watazamaji wa leo, hadithi hii ni ukumbusho kwamba siasa sio mikutano na mikataba tu. Wakati mwingine ni barua zilizoandikwa kwa Kiingereza kilichovunjika. Ni ndoto za kuwa mfalme wa nchi usiyoijua. Ni malkia anayechagua kunyamaza badala ya kujibu. Ni dunia inayotazama kwa mshangao na kuuliza, inawezekanaje? Na labda swali kubwa zaidi linabaki hewani. Kama Malkia Elizabeth wa pili angejibu, historia ingekuwaje? Kama angekataa hadharani, Amin angefanya nini? Kama angepuuza kama alivyofanya, je, alishinda au alikwepa hatari? Haya yanabaki kuwa maswali, yakining'inia kama kivuli cha barua ambazo hazikuwahi kupata jibu, lakini ziliacha alama isiyofutika katika historia ya mahusiano ya Afrika na Uingereza.